utende na kujenga mambo mapya kwa kupitia mtumishi wako. Ukamtumie kama upendavyo. Tumia kinywa chake Baba kama kinywa chako. Neno lako liwe na nguvu katika kinywa chake kama katika kinywa chako. Asante Bwana, utamtumia mtumishi wako katika jina la Yesu. Amen. Hizo bahasha zitembee pole pole hapo. Asante sana. Babati, haleluya. Jamani, Babati, haleluya. Wanawake mko wapi? Vigeregere, haleluya. Tafadhali ni kuombe uketi. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru mkurugenzi wangu wa idara, mchungaji na mwinjilisti Tumaini Chanjalika kwa kuweza kunipa nafasi kuja kuhubiri mkutano huu hapa Babati. Jamani, haleluya. Nasema haleluya. Mkurugenzi wangu, Mungu akubariki sana. Naomba utambue mkurugenzi Tumaini, naona sikuoni usoni. Naomba utambue kwamba nakushukuru sana wewe pamoja na kamati yako kwa kunipa nafasi hai, kwa kunipa nafasi ya kuweza kuhubiri mkutano huu mkubwa hapa Babati. Jina la Bwana na libarikiwe sana 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 sana. Lakini pia nishukuru sana kwa ajili ya askofu wa jimbo hili pamoja na wachungaji wote ambao mmekuwepo katika mkutano huu na maandalizi ya mkutano huu. Jamani, jina libarikiwe sana. Nasema jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna mwaka ambao nilishafanya survey katika maeneo ambayo nilikuwa na mpango wa kuhubiri. Mojawapo ilikuwa ni Katesh pamoja na hapa Babati. Na nilikuja kabisa mpaka ofisini kwa Mzee Panga. Tukaongea na Mzee Panga. Sasa yapata miaka kama 4 tangu nilipo survey mahali hapa. Wakati ule haikuwezekana, lakini inaonekana alikuwa anasubiriwa mkurugenzi Chanjalika aje akamilishe kiu yangu ya kuweza kuhubiri mahali hapa Babati. Na watu bapige magofi basi kwa Yesu aliye hai. Jina la Bwana na litukuzwe sana. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya mwinjilisti mwenzangu, huyu anaitwa Kazimoto, lakini haya majina baada ya mkuhubiri hapa mimi nimeapa ni maneno mawili, sio neno moja. Ni kazi moto. Jamani, haleluya. Hebu tumpigie Mungu makofi kwa ajili ya mwinjilisti Kazimoto. Haleluya. Wakati huu ni wakati mzuri, naomba chukua Biblia yako tafadhali. Chukua Biblia yako tafadhali. Leo ni siku ya miujiza tena, maajabu tena, ishara tena. Mambo ya kushangaza yanaendelea katika viwanja hivi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jamani, haleluya. Kwenye ile Luka sura ya 19 kuanzia ule mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 10, neno la Mungu linasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo hai. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote, wakisema, anaingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu
kwa ila namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa kuwa huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Ujumbe wetu jioni ya leo ni Yesu ni mtu wa namna gani? Jamani, haleluya! Yesu ni mtu wa namna gani? Hapa kuna upepo, sorry, naomba kitu cha kuandamizia. Yesu ni mtu wa namna gani? Nataka katika dakika hizi chache niweze kujibu swali hili. Yesu ni mtu wa namna gani? Jamani, haleluya! Huyu Zakayo alikuwa ni bosi wa TRA. Bosi wa TRA, mkusanyaji wa kodi, na bila shaka msomi ambaye amesomea mambo ya kodi. Jamani, haleluya! Na katika usomi wake na katika kazi zake zote na katika maisha yake, inaonekana Zakayo alikuwa amesikia habari za Yesu Kristo kwa mbali, ya kwamba Yesu mtenda miujiza anakuwa anapita katika maeneo mbalimbali, kama jioni ya leo anavyopita hapa Babati. Ishara, miujiza, maajabu vinakwenda kutendeka jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, na Watanzania waseme amen. Zakayo akawa anamsikia Yesu kwa mbali. Hebu sema kwa mbali. Anasikia Yesu anaponya. Zakayo akawa anasikia kwamba Yesu anatenda miujiza, kwamba Yesu anabadilisha watu, kwamba Yesu anageuza watu, kwa sababu ya ile habari ambayo Zakayo alikuwa ameisikia. Ikapandwa kiu ndani yake, akataka kumjua na kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Jamani, haleluya! Na jioni ya leo nataka nimtambulishe Yesu kwako, aliyekufa akafufuka. Nataka nimtambulishe Yesu kwako, asiyeshindwa. Nataka nimtambulishe Yesu kwako, ambayo yote kwake yanawezekana. Haleluya! Biblia inasema siku ya siku. Hebu sema siku ya siku. Geuza hizo monitor. Hebu sema siku ya siku. Yesu akawa anaingia kwenye mji ambako huyu bwana Zakayo alikuwepo. Jamani, haleluya! Zakayo alipojua kwamba Yesu anakuja kupita mjini kwake, bila shaka Zakayo, neno la Mungu linatuambia sifa za Zakayo kwamba alikuwa ni msomi, alikuwa ni tajiri, alikuwa ni mkusanya ushuru, lakini pia alikuwa ni mfupi wa kimo. Jamani, haleluya! Zakayo, wakati Yesu anakuja kupita katikati ya Yeriko, na mimi namshukuru Mungu sana kwamba nilipofika pale Yeriko, nimefika pale Yeriko, ule mkuyu bado upo mpaka leo, unaitwa mkuyu wa Zakayo. Na mimi nikataka kuona huyo mkuyu ambao nimekuwa nikihubiri habari zake. Yule guide akatuonyesha, akasema huu ndio mkuyu aliyoupanda Zakayo, unaitwa mkuyu wa Zakayo mpaka leo. Nataka nisikie mtu mmoja anayesema haleluya. Biblia ni kweli, neno la Mungu ni kweli, neno la Mungu ni hakika, neno la Mungu limethibitishwa, na Mtanzania mmoja aseme haleluya. Na ninamshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu sana
ambaye amenifanya kuwa mhubiri wa Kipentekoste. Unajua hapa ninatandaa hapa kwenye mtandao ulio juu sana jamani, haleluya. Nisikilize jioni ya leo, hata kama sina Airtel, hata kama sina Zentel, hata kama sina Yasi, hata kama sina mtandao wowote hapa duniani, lakini natangaza jioni ya leo, mtandao wa waliookoka uko juu sana. Nasema uko juu sana jamani, haleluya. Ukiingia kwenye mtandao huu ukachukua Yeremia 33:3, unamsikia anaitika mwenyewe, anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Mtandao wa waliookoka uko juu sana. Haleluya. Sasa hivi natandaa kwenye mtandao huu. Nikishamaliza wafu wanafufuka, nikishamaliza viwete wanatembea, nikishamaliza mizimu inaondoka, nikishamaliza maruani na makata yanaondoka kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Sema haleluya. Biblia inasema Zakayo aliposikia kwamba Yesu anakuja kupita katikati ya Yeriko, akajua hali yake. Mwambie jirani yako, jitambue hali yako. Mwambie tena, jitambue hali yako. Zakayo akajijua. Alafu waga najaribu, wanatheolojia naomba msinitupe nje, waga najaribu kuona mtu mwenye shule, alafu ana cheo, alafu mrefu kwa kwenda chini. Waga naona katika imagination zangu, katika kufikiri kwangu, waga naona Zakayo kalikuwa kajamaa fulani kafupi hivi, alafu kabonge kana na kitambi cha kutosha pale. Jamani, Bwana asifiwe. Haya waga ni mawazo yangu. Zakayo akasema, Yesu amezoea kuwaona watu wanamwendea chini kwa chini. Sasa nataka ni msurprise Yesu, na acha vyeo vyangu, na acha sifa zangu, na acha elimu yangu, nataka kumjua Yesu ni mtu wa namna gani. Zakayo akatangulia, akapanda juu ya mti. Jamani, haleluya. Alikuwa anataka kumjua Yesu ni mtu wa namna gani. Ukitaka kumjua Yesu ni mtu wa namna gani, weka chini cheo chako, weka chini elimu yako, weka chini utajiri wako, njoo kwa Yesu kama ulivyo. Haleluya. Zakayo akasema, shule zangu pembeni, cheo changu cha ukurugenzi pembeni. Jamani, haleluya. Heshima yangu katika jamii pembeni. Nataka kumjua Yesu na kumwona Yesu na nimjue ni mtu wa namna gani. Jamani, haleluya. Na nataka jioni ya leo mkuu wa anga la Babati ajue, washirikina na wanga wa Babati wajue ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ametamalaki Babati kwa jina la Yesu. Jioni ya leo najisikia vizuri. Unajua kwa nini najisikia vizuri? Ni dakika chache watu wanafunguliwa, ni dakika chache watu wanaponywa. Mwinjilisti mwenzangu Kazimoto alisema hii sio wiki ya kuzika. Kuna kuzika. Akifa jamaa yako, ndugu yako, weka huo mwili kwenye bodaboda, weka kwenye gari, leta hapa. Yesu mtoa uzima yupo hapa jioni ya leo. Sema amen. Haleluya. Biblia inasema Zakayo akawahi mapema haraka juu ya mti. Yesu wakati anakuja akakuta mkutano mkubwa.
Unajua ndio maana tunaimba kila alikoenda alitenda mema. Unajua watu hawakumfuata Yesu kwa sababu ya upanga. Watu hawakumfuata Yesu kwa sababu walilazimishwa. Watu walimfuata Yesu kwa sababu moja, kwa sababu Yesu alikuwa na majibu juu ya matatizo yao. Nami natangaza jioni ya leo, rufaa yako ya kweli sio kwa waganga, sio kwa wachawi, sio kwa majini, sio kwa mapepo. Rufaa yako ya kweli ni kwa Mnazareti Yesu. Haleluya. Biblia inasema huyu jamaa kawai juu ya mkuyu. Haleluya. Na hii yote ilikuwa ni juhudi ya kutaka kumjua Yesu ni mtu wa namna gani. Na uelewe kwamba ili swali ni swali la mtu mwenye shule. Hataki kukumbwa tu, hataki kupelekeshwa, anataka kuanalyze. Jamani, haleluya. Anataka kuelewa vizuri ndani na nje. Who is Jesus? Huyu Yesu ni nani? Ndio maana tunahubiri jioni leo. Hatutaki uwe na Yesu ambaye humuelewi. Tunataka tumlete Yesu kwako ili umwamini na uokoke leo kwa kumkubali na kwa kumuelewa. Sema amina. Biblia inasema Yesu akaingia mjini akiwa amefuatwa na watu wengi. Jamani, haleluya. Watu wamemfuata Yesu, maana popote Yesu aliko lazima mtu awepo wa kutosha. Jamani, haleluya. Watu wanapiga shangwe. Yesu anaingia Yeriko. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana hata hapa Babati shangwe zimepigwa kwa magari, shangwe zimepigwa kwa redio, shangwe zimepigwa kwamba Yesu anaingia. Na mimi nasema kwenye mkutano huu kuna shangwe za miujiza ya Yesu, wokovu na uponyaji. Jioni ya leo nasema kuna shangwe za miujiza ya Yesu, wokovu na uponyaji. Maana yeye pote alipokwenda alitenda mema. Sema haleluya. Yesu ni mtu wa namna gani? Biblia inasema Yesu, kwa sababu yeye ni Mungu. Unajua Yesu ni Mungu. Na ngoja nitangaze hapo, na mapepo ya Babati yasikie, na wanga wasikie, na washirikina wasikie, na vinyamkera visikie. Natangaza jioni ya leo, Yesu ni Mungu wala hana mpinzani. Nasema Yesu ni Mungu na sifa zote za uungu anazo. Mungu yuko kila mahali na Yesu yuko kila mahali. Mungu ni Alfa na Omega, hana mwanzo wala mwisho. Mungu anajua yote, na jioni ya leo Yesu anajua yote. Jamani, haleluya. Yesu alipoingia pale Yeriko katika sifa yake ya kujua yote, akawa ameshapata connection kwamba kuna mtu anamhitaji, kuna mtu anataka kumjua yeye ni mtu wa namna gani. Hata jioni ya leo Yesu anajua umetoka njuma ya milima kule, wengine wametoka sijui Magugu, wengine wametoka Garapo na vitongoji mbalimbali. Nasema Yesu anajua kiu yako ulio nayo, na yuko tayari jioni ya leo ili kumaliza kiu yako. Yesu ni mtu wa namna gani? Jamani, haleluya. Biblia inasema watu wanapiga shangwe, wanaingia mjini kwa kelele, lakini huyu Zakayo akasema, mimi ngoja nijipinde juu ya mti, potelea kwa mbali, itakavyokuwa na iwe, litakalotokea na litokee. Jamani, jina la Bwana nalibarikiwe sana. Yesu anapokuja anamwangalia Zakayo mwenye imani, ambaye ana juhudi ya kumtafuta. Imani yake na shauku yake imemfanya pande juu ya mti. Najua imani yako na shauku
shauku yako imekufanya uje kwenye mkutano na kuletea Yesu mubashara. Unakutana naye mubashara, anafanya muujiza mubashara, viwete wanatembea mubashara, viziwi wanasikia mubashara, vipofu wanaona mubashara, pepo zinatoka mubashara, wafu wanafufuliwa toka makaburini mwao mubashara. Anamuona amekubali na nguvu zake zipo mahali hapa. Haleluya! Biblia inasema Yesu alipofika pale pamoja na mkutano uliokuwa chini, lakini akaona kitambi kinaning'inia juu ya mti. Kitambi cha Zakayo kinaning'inia juu ya mti. Yesu akamwambia Zakayo, shuka. Akamwambia Zakayo, shuka. Jamani, haleluya. Akasema Zakayo, fanya nini jamani? Shuka. Jamani, haleluya. Zakayo, shuka. Jamani, Zakayo, shuka. Na akasema kwamba sasa umekuwa wokovu nyumbani humu. Jamani, umekuwa wokovu nyumbani humu, kwa maana huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kule mwisho anasema kwa maana mwana wa Adamu alikuja kuokoa, kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Na watu wote waseme haleluya. Kwanza Yesu anamwambia yule bwana kwamba imenipasa kushinda nyumbani mwako. Nisikie mtu anasema haleluya. Imenipasa kushinda nyumbani mwako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nilienda kuhubiri mkutano mahali fulani. Tulipomaliza mkutano siku ya pili, mtu mmoja akaenda kwa mchungaji kwa hasira. Anamwambia, bwana, umetuletea mhubiri mzuri, lakini amenikera, ameniudhi. Sasa mchungaji yule anavuta mafaili. Huyu mbona hajasema neno lolote la kuudhi watu jamani? Yule jamaa mchungaji anamuuliza tatizo nini? Akasema ameniudhi maana anazungumza habari za Yesu kana kwamba yuko naye. Jamani, Yesu anakaa na kuishi ndani ya waliookoka. Analalamika kwamba naongea kama tuko na Yesu meza moja. Hatuko na Yesu meza moja, ila yeye yuko ndani yangu na mimi niko ndani yake. Jamani, haleluya. Yesu anakaa ndani ya waliookoka. Haleluya. Jamani, haleluya. Anakaa ndani yangu. Yule jamaa anafikiri kwamba neno moja ambalo huwezi kulitafuta ukalipata kwenye Biblia ni neno labda. Neno moja ambalo huwezi kulipata kwenye Biblia ni neno labda. Labda ataokoa, labda ataponya, labda atarudi. Hilo neno alimo, kwa sababu neno la Mungu ni amina na kweli na limethibitishwa. Haleluya. Najisikia kunenepa jioni ya leo napohubiri maneno haya. Mara nyingi nawaambiaga watu, jamani, wafanyabiashara mlioko hapa, kesho nitakuwa na maombi maalum kwa ajili ya wauza maduka wote na wenye magari wote hapa kwenye hii stendi. Nisikie unasema haleluya. Taomba na wafanyabiashara wote wa mji huu. Kwa hiyo kama unaweza, funga duka lako, mfanyabiashara mwenzako niko hapa. Sasa zamani nilikuwa nafurahia sana mchezo wa kutafuta hela. Hebu sema hela. Alafu wenye hela tusemagi hela, tunasemaga hela. Sema amen. Ikiwa kidogo unasema hela imeisha, tunasemaga hela. Jamani, haleluya. Sasa nilikuwa nafurahia sana mchezo wa kutafuta hela, na nilizitafuta kweli kweli. Nilikuwa na business Tanzania. Jamani, haleluya.
nilikuwa na business Zambia. Jamani, haleluya. Na nimefanya kazi kwenye makampuni mbalimbali ya wafanyabiashara wakubwa, wengine sitaki kuwataja hapa. Jamani, haleluya. Nilifurahia sana Bwana. Na huyu Mungu anabariki jamani. Jamani, haleluya. Wa Pentekoste Mungu anabariki jamani, haleluya. Hey! Lakini sasa naifurahia zaidi Injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye. Jamani, haleluya. Nasema haleluya. Jamani, napenda kuhubiri mwenzenu. Hata hapa najisikia vizuri. Yesu anamwambia Zakayo, kwa sababu unataka kunijua mimi ni nani, kwanza imenipasa nishinde nyumbani mwako. Jamani, jina la Bwana nalibarikiwe sana. Nasema jina la Bwana nalibarikiwe sana. Zakayo baada ya kumwamini Yesu, mabadiliko yakatokea hapo hapo. Zakayo anaanza mwenyewe, anasema nusu ya mali yangu nawapa maskini. Ala, nini kimetokea kwako Zakayo? Transformation ikaanza hapo hapo, mabadiliko yakaanza hapo hapo. Baadaye anasema kama nilimnyang'anya mtu kitu chake, mali yake yoyote, kwa ila namrudishia mara 4. Ndio maana wewe ulikuwa mla rushwa. Unajua Yesu anapoingia kwa mtu, mabadiliko yanatokea, historia inabadilika. Jamani, jina la Bwana nalibarikiwe sana. Zakayo akabadilika hapo hapo. Jamani, haleluya. Na kuna wanawake wanabadilika jioni ya leo, haleluya. Kuna wanaume wanabadilika jioni ya leo, haleluya. Jina la Bwana nalibarikiwe sana. Hey! Baada ya kuokoka, mabadiliko yanatokea. Mtu alikuwa kahaba, anaanza kuita binti Sayuni. Jamani, haleluya. Jamaa alikuwa mwizi wa wake za watu, alikuwa ni binti kahaba hapa mjini, lakini Yesu akiingia, dhambi zote zinaondoka. Huyo binti anakuwa mtakatifu. Nisikie moja anasema haleluya. Zamani kabla sijakutana na Yesu, nilikuwa mgaibu wa muziki. Hebu sema muziki. Miaka ile palikuwepo na akina Bob Marley and the Wailers. Tunakesha kwenye kumbi za disco tunacheza. Shetani hana adabu. Hivi ni sura ya kukesha kwenye disco kweli? Hana adabu. Tukiokoka tunatengenezwa. Haleluya. Bara la Afrika palikuwa na uamsho wa muziki. Ulikuwepo ule muziki wa watu wazima, wakina Luambo Makiadi. Walikuwepo akina Pepe Kale, walikuwepo akina Samangwana. Walikuwa na muziki wao wanaita Sukusu Machine. Wao walikuwa napiga muziki solo, gitando ina lead, alafu vitu vingine vinafuatia. Tukawa tunakesha kama vijana kwenye kumbi za disco. Jamani, haleluya. Usinichukulie poa, tumetoka mbali. Jamani, haleluya. Baada ya kukutana na Yesu, nimekutana na Yesu mwaka 88 nikiwa nimetoka kule kwetu Kagera. Jioni ya leo kuna watu wanateswa na mizimu ya ukoo. Mizimu ya ukoo lazima isalimu amri jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Yesu ni mtu wa namna gani? Mtoto wa Kihaya, nimetoka kule nimepigika. Mtu wa disco za kutosha. Maana nilipoona napata shida, nikaamua sina amani, nikaamua kutafuta amani kwenye muziki. Jamani, haleluya. Na wakati ule nilikuwa nateswa na mizimu ya babu yangu. Mimi ni mtoto wa chifu. Nisikie basi unasema amina. Sasa ile mizimu ya kichifu ile
ilinitesa sana. Nilikuwa na shida moja, mtu akinigusa puani ninatoka damu kama umefungulia bomba. Kwa hiyo ilinilazimu, vijana wenzangu, miaka ile vijana tulikuwa tunagombana sana. Siku hizi nguvu zenu zinaishia kwenye mitandao, na mtu anaweza akawa mgomvi kwa sababu kadhaa. Sababu ya kwanza ni mkorofi, lakini ya pili ana nguvu. Kwa hiyo anatafuta outlet ya nguvu zake. Kwa hiyo vijana wakawa wananionea sana kwamba ukitaka we kumaliza mjaki gusa pua. Kwa sababu hiyo ikanilazimu kujifunza kareti. Miaka ile vijana tuliathiriwa sana na Bruce Lee. Watu tulicheza kareti, tulitengeneza cheni. Kwa hiyo nikatengeneza cheni, nikajifunza kareti kwa ajili ya kujilinda. Ndio maana mimi nikipita mtaani alafu nakuta vijana nasema tutakuvamia wewe mzee. Sisi zamani ulikuwa unachukua mtu 2 hapa unaweka pale, mtu 3 hapa unaweka hapa, alafu unaweka mguu unatulia, kwa sababu zipo na zinatosha. Lakini tukiokoka na mikono yetu inakunjwa kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Jamani, haleluya! Yesu ni mtu wa namna gani? Haleluya! Nimekuja Bwana Dar es Salaam nikiwa na mzigo wa vitambulisho, vyeti kibao. Wakati ule hakuna kompyuta. Nikapelekwa Muhimbili Bwana, kwa profesa mmoja. Najua kuna watu umepelekwa kwa madaktari hapa. Najua wengine umetolewa kwa mganga jioni ya leo. Nikapelekwa Bwana kwa dokta. Yule prof alikuwa amevaa miwani mizito sana. Akasoma ile historia ya ugonjwa wangu. Ugonjwa wangu, alipoinua hivi kichwa akanipiga appointment ya miezi 6. Kwa nini amenipa appointment ya miezi 6? Alikuwa anajua baada ya miezi 6 nitakuwa nimekufa. Na alikuwa halali kwa sababu kwenye elimu yake alikuwa hajawahi kusoma topic inaitwa mapepology. Jamani, haleluya! Alikuwa hajasomea mizimology. Jamani, haleluya! Akaona hii elimu sijawahi kusoma, akanipa appointment ya miezi 6. Na mimi nilipoondoka pale nikaanza kuona yale maneno yanasikika kwenye masikio yangu, maana dada yangu alikuwa ameokoka, walikuwa wananishuhudia. Nasikia sauti inaniambia, kwa nini ufe wakati Yesu yupo? Kwa nini unyanyaswe wakati Yesu yupo? Siku hiyo mimi nilifika kwenye mkutano wa Injili saa 8, wakati mkutano unaanza saa 10. Mimi nilishafika. Mimi mwenzenu sikuokoka ili niishi. Niliokoka nife niende mbinguni. Nisikie unasema haleluya. Yesu ni mtu wa namna gani? Nikatangulia pale kwenye ule mkutano. Palikuwepo na mzee mmoja anaitwa Mzee Mwakasaka. Na kwambia yule mzee akahubiri siku ile kana kwamba anajua historia yangu yote na mazingira yangu yote yaliyokuwa yananitesa. Yule baba, mimi nasema moyoni, mhubiri unasubiri nini? Mbona tuko tayari? Usiendelee kuhubiri, mbona niko tayari. Jamani, haleluya! Najua kuna Watanzania wako tayari kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Najua wapo Watanzania wako tayari kuagana na mapepo jioni ya leo, kuagana na majini jioni ya leo, kuagana na mizimu jioni ya leo, kuagana na washerati jioni ya leo, kuagana na waganga wa kienyeji. Sema haleluya! Yesu ni mtu wa namna gani? Haleluya! Alo, siku hiyo Bwana nikaokoka. Toto wa chifu kwetu alikuwa hajawahi kutoka shemasi wala mzee wa kanisa. Haleluya! Ndio maana acha tuhubiri kama hatuna akili nzuri, maana Yesu ametutoa mbali. Jamani, jina la Bwana na libarikiwe. Na Yesu aliyetutoa mbali atakutoa na wewe jioni ya leo. Sema haleluya. Bwana, siku ile nilipookoka
nilipata raha ambayo siwezi nikamsimulia mtu yeyote. Mimi nilikuwa siwezi kufanya chochote wala lolote, na mama yangu anamfahamu katibu mkuu wa uinjilisti, alienda kumwona wakati mama yangu akiwa mgonjwa, amefika mpaka kijijini kule. Bwana, katika ile hali ya mateso na kuteseka, ikaonekana tufanye mambo ya mila ya kichifu. Sasa nitakusimulia kesho. Lakini Yesu ni mtu wa namna gani? Mimi nilikuwa na vitu vinanitembea mwili mzima, yaani unakisikia kinadunda dunda mwilini. Na kuna watu vitu vinadunda dunda jioni ya leo hapa, vinadunda dunda mwilini, vinadunda dunda, vinakimbilia huku vinarudi huku. Alafu naota ndoto, napelekwa juu sana, alafu naachiliwa kutoka juu, nikianguka chini, asubuhi siamki. Hapo nakimbizwa hospitali haraka sana. Unaota vitu kana kwamba ni ndoto, lakini kumbe inatoka katika ulimwengu wa roho, inakuwa halisi. Mama yangu alikuwa hajawahi kwenda kwa mganga, lakini wakamwambia, sasa hawa watoto, huyu mtoto inatakiwa umpeleke kwa mganga wa chifu. Kwa hiyo nikapelekwa kwa mganga wa chifu. Nilipofika pale, mganga akaanza, mtoto mzuri sana huyu, anaitwa jina fulani fulani, ameteswa sana, ameteswa sana, kuna vitu vimekuwa vinatembea mwilini mwake. Na kuambia mama yangu akaanza kuangua kilio, akawambia, sasa hapa mmefika kwa mganga mwenyewe, mganga wa chifu, kwa sababu mganga wa chifu anashughulika na ukoo wa machifu kuhakikisha hawateseki. Yule mganga bwana akaniambia nitoe shati. Nikavua shati. Bwana, wewe si umevulishwa nguo juzi, umelala makaburini usiku kucha, wewe hapa. Nikavua bwana shati, nikapigwa chale huku. Namshukuru Mungu sana, nilipookoka nilimwomba na Mungu afute hizo chale, na zimefutika kabisa. Yule mganga akanichanja chale bwana, alafu akachukua pembe akaweka pale. Baadaye akatoa pembe akaweka mdomo wake akanyonya. Aliponyonya bwana, palikuwa na yale mabakuli ya aluminium ya zamani kama mestini za zamani za kijeshi. Aliponinyonya akatema kwenye bakuli, akatema kaa mkubwa sana. Jamani, tunaelewa kaa? Yaani kaa lile lenye miguu mingi mingi lile. Sasa lile likawa linatembea kwenye bakuli. Anasema, unaona mama, unaona huyu ndiye mzimu, huyu alikuwa anamtesa mtoto wako. Unaona lile likali na anasema, unaona bwana, pamoja na kutolewa pamoja na kutolewa ule mzimu na mganga, lakini hali yangu iliendelea kuwa mbaya. Lakini Yesu ni mtu wa namna gani? Nilipokutana naye mizimu yote ikasalimu amri. Wako wapi watu wanaompigia Bwana makofi? Najua jioni ya leo kwamba wewe umepotea, lakini yupo mmoja ambaye amekuja kukutafuta. Anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na huyu Yesu, haleluya, na huyu Yesu ameonekana katika vitabu vyote, kuanzia Agano Jipya, Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Kwenye ile Mwanzo 1:1 anaitwa muumbaji. Jamani, haleluya. Na kwenye Yohana 1:1 anaitwa muumbaji, maana inasema pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Nami nasema jioni ya leo, Yesu muumbaji haumbe jambo jipya. Yesu muumbaji afanye muujiza kwako. Haleluya jamani, haleluya. Jina la Bwana na libarikiwe sana. Huyu Yesu katika Agano la Kale kwenye kitabu cha Kutoka anaitwa mwana kondoo wetu. Jamani, haleluya. Huyu mwana kondoo wetu, wana wa Israeli wakati wako utumwani Misri, Bwana
akasema na Musa akamwambia, kila familia ya wana wa Israeli wachinje kondoo na damu ya mwana kondoo wapake kwenye milimo ya milango yao. Kwa hiyo yule malaika wa kuangamiza atakapokuja akiona damu hafanyi madhara kwenye nyumba. Ndiyo maana tukisha kuwa na damu ya mwana kondoo hakuna uchawi tena, hakuna ushirikina tena, hakuna wanga tena. Nataka nisikie moja anayesema haleluya. Jamani, haleluya. Kwenye kitabu cha Nehemia, huyu Yesu anaitwa mjenzi wa kuta za maisha yaliyobomoka, mjenzi wa kuta za maisha zilizobomoka, anaitwa Yesu. Haleluya. Mjenzi wa kuta za maisha zilizobomoka. Jamani, haleluya. Na kuna mtu anajengwa jioni ya leo. Kuta za maisha ya huyu Zakayo zilibomolewa na dhambi, zilibomolewa na rushwa, lakini alipoingia mjenzi, alipoingia, nasema alipoingia mjenzi wa kujenga kuta za maisha zilizobomoka, jamaa akageuka, akabadilika, pamoja na waafisa wake akageuka. Na jioni ya leo yupo mjenzi. Haleluya. Kwenye kile kitabu cha Danieli anaitwa mtu wa nne. Nisikie moja anayesema haleluya. Lakini acha hiyo, kwenye kitabu cha Ayubu anaitwa mtetezi aliye hai milele na milele. Ayubu anasema, lakini najua mtetezi wangu yu hai. Haleluya. Nasema mtetezi wako yu hai. Jioni ya leo naongea na waliookoka na wasiokoka. Mtetezi wako yu hai. Haleluya. Sasa najisikia vizuri. Nisikie jina la Bwana litukuzwe sana. Jamani, jina la Bwana litukuzwe sana. Jina la Bwana litukuzwe sana. Jina la Bwana litukuzwe sana. Makofi na shangwe viko wapi kwa Mnazareti Yesu aliye hai? Haleluya. Huyu mjenzi wa kuta za maisha yaliyobomolewa anaweza kujenga na kufanya jambo jipya. Na akishuka huyu mjenzi, historia ya mtu inabadilika. Wakorintho wa 2:5-17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya, 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 mapya. Nasema mapya. Ebu piga kelele, sema mjenzi wa kuta za maisha, njoo unijenge. Haleluya. Sisi kuta za maisha zilibomoka. Nakumbuka siku moja mzazi wangu aliitisha kikao na ndugu zangu waliokuwa wametangulia shule. Mama akaweka mkakati kwamba niwe nalipwa mshahara na ndugu zangu. Kwa hiyo ifunguliwe akaunti, ziwe zinaingizwa fedha ili Mjaki Godwin aweze kuishi. Hivi unaona hii sura ya mtu wa kuchangiwa hiyo? Ndiyo tumetengenezwa na Yesu. Unajua, nataka umpokee Yesu kwa kumkubali, kwa kumpenda. Jamani, haleluya. Nisikie amina ya nguvu sana. Yesu ni mtu wa namna gani? Mwezi uliopita nimemaliza mkutano pale Mlandizi.
mlandizi Yesu akatikisa sawasawa, kama anavyotikisa hapa leo, kama alivyotikisa tangu siku ya kwanza. Wakati tunaendelea na ule mkutano, kuna dogo mmoja kutoka Mwanza. Huyu dogo na mwenyewe alikuwa na vitu vinatembea mwilini. Kumbe wakati natoa ushuhuda, Mungu analenga kumponya yule kijana siku hiyo. Amepelekwa kwa waganga mbalimbali na mafundi mbalimbali, imeshindikana kabisa. Dogo aliposikia mkutano, akaja kwenye mkutano. Alipokuja kwenye mkutano, akamkuta yeye aliyekuwa amekufa kisha akawa hai, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wakati naendelea kuhubiri, yule kijana alikuwa na mapepo ya kutosha. Na hapa sipambi, ukitaka kupata ushuhuda huu, nenda kwenye page yangu ya huduma inaitwa Only Hope Campaign. Huyu kijana akaenda kwa mganga kama wewe unavyoenda. Yule mganga akamwambia alete kichwa cha mtoto mchanga, na akamwelekeza kabisa, nenda kwa mama fulani, kata kichwa cha mtoto wake, leta hapa. Ukileta kichwa cha mtoto mchanga, utakuwa wewe umepona kabisa. Nisikilize watu wa Babati, halmashauri yetu ya Babati inaweza ikazibua mitalo. Halmashauri yetu ya Babati inaweza ikasafisha mji wetu wa Babati ukawa mzuri, lakini uchafu wa majini, mapepo, maruani na waganga na washirikina, halmashauri ya mbinguni peke yake ndio inaweza. Yesu peke yake ndiye anayeweza. Nisikie moja anasema haleluya. Yule kijana aliposikia ule ushuhuda ukamgusa, kwamba kumbe na huyu mhubiri, kumbe palikuwa na vitu vinatembea mwilini mwake. Sasa na mimi leo naenda kukata rufaa kwa Yesu. Najua kuna watu wamekuja kukata rufaa kwa Yesu jioni ya leo. Sema haleluya. Yule kijana akaja. Alipokuja ilikuwa ni miongoni mwa watu wenye mapepo makali sana. Lakini hakuna jini kali, hakuna maruani, hakuna makata, hakuna maimuna, hakuna masubiani, na wala sina haja ya kujua majina ya majini mbalimbali. Ninachotaka kujua ni jina moja la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sema haleluya. Yule kijana siku hiyo akaokoka. Lakini sasa anatoa ushuhuda namna ambavyo alienda akaambiwa na huyo mganga achukue kisu chekundu aende kwa mama fulani, na huyo kijana akachukua kweli kisu chekundu akaenda kwa huyo mama kwenda kukata kichwa cha mtoto mchanga ili aweze kuponywa, ili yale madudu yanayotembea kwenye mwili wake yaweze kuondoka. Yule dogo anasema akaenda mpaka nyumbani kwa huyo mama. Wewe huelewi, lakini kuna vitu vibaya vinakuinda. Wewe huelewi, lakini kuna wachawi wanakuinda wewe na familia yako. Wewe huelewi, lakini kuna watu wanakutegeshea ajali, kwa kifo kwa njia ya ajali. Wewe huelewi, kuna watu wanachukua roho yako. Lakini jioni ya leo namtangaza mmoja, Yesu Kristo aliye hai. Yeye hashindwi, anatangaza uzima katikati ya mauti. Jamani, haleluya. Huyo kijana ameenda, amefika kwa huyo mama ili aende akate kichwa cha mtoto. Sasa anasema alikuwa naomba huyu mama aondoke ili atimize azima yake, maana mganga amemwambia pasipo kichwa cha mtoto mchanga hawezi kupona. Mimi natangaza jioni ya leo, Watanzania wa Babati, kwa jina la Yesu watu wanapona. Kwa jina la Yesu mizimu inaondoka. Kwa jina la Yesu dhambi inakuachia. Kwa jina la Yesu unabadilishwa. Kwa jina la Yesu unakuja uzima
badala ya mauti. Kwa jina la Yesu, umekuwa mtu wa shetani kwa muda mrefu, lakini Yohana 1:12 inaniambia bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Pokea uwezo wa kuwa mtoto wa Mungu. Pokea uwezo wa kuwa mwana wa Mungu kwa jina la Yesu aliye hai. Na Watanzania wote waseme amen. Haleluya. Sasa yu bwana mdogo alipoendelea kuflow na ule ushuhuda, akaendelea. Mimi nikafika mahali nikaukatisha ule ushuhuda kwa mjibu wa usalama wa taifa na kwa usalama wake yeye mwenyewe. Amekwenda kama anakata ule ushuhuda nikaumute shwa. Sikiliza Mtanzania ambayo uko kwenye viwanja hivi jioni ya leo, yawezekana kabisa na mwingine uko nami online, popote pale uliko, iko nguvu ya Mungu isiyokuwa ya kawaida mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yesu Kristo ni wa ajabu sana. Yesu ni mtu wa namna gani? Yesu akamgeuza Zakayo akawa mtu mwingine. Yesu akaniponya mimi kutoka kwenye mizimu ya kichifu. Yesu akaniokoa. Yesu akaniponya. Yesu akanitengeneza. Hata jioni ya leo jamani, kama una wivu, makofi na vigeregere kwa Mnazareti Yesu. Jamani, haleluya. Kwa sababu niliokoka nikiwa nimepoteza matumaini, nilimwambia Mungu hivi, nitafanya chochote utakachoniambia nifanye, maadamu niwe na uhakika ni wewe Mungu umesema. Kwa hiyo niko tayari kuamua vyovyote na kufanya vyovyote, maadamu nimeisikia sauti ya huyu aliye niokoa, aliye nipa uzima, aliye nitendea muujiza. Sema haleluya. Nataka nimalize mahubiri yangu jioni ya leo. Huyu mwanaume kwenye Agano la Kale katika Zaburi 23 anaitwa mchungaji wetu. Jamani, haleluya. Anaitwa mchungaji wetu. Tena sio mchungaji wetu tu, anaitwa mchungaji mwema ambaye amewatoa maisha yake kwa ajili yako. Sema haleluya. Alikufa kwa ajili yako, aliteswa kwa ajili yako, alisulubiwa kwa ajili yako, alitemewa mate kwa ajili yako, alikufa. Siku ya kwanza, ya tatu mwanaume akatoka, na jioni ya leo yuko hai. Na kwa sababu yuko hai, anatoa uhai kwa waliokufa dhambini, anatoa uhai kwa waliokufa kiroho, kwa waliokufa kimwili. Na jioni ya leo mchungaji mwema yuko hapa. Nasema yuko hapa. Nataka nimalize mahubiri. Nasema yuko hapa. Yuko hapa. Mwandishi wa Zaburi anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitaogopa nini? Jamani, sitaogopa nini? Jamani, haleluya. Anasema fimbo na gongo lako vyanifariji. Jamani, haleluya. Unajua mchungaji wa kondoo katika Agano la Kale alikuwa na vitu vikubwa viwili. Alikuwa na fimbo ndefu ambayo ina mkono namna hii, kama ambazo anavaa baadhi ya viongozi wa dini. Kazi ya ile fimbo ilikuwa kwamba kondoo akidumbukia mbali kwenye shimo, mchungaji anatumia ile fimbo kumtoa kondoo. Ndio maana leo kwa fimbo ya mchungaji mwema tunatolewa kwenye ukahaba. Kwa fimbo ya mchungaji mwema tunatolewa kwenye uzinzi. Kwa fimbo ya mchungaji mwema kwa fimbo ya mchungaji mwema mapepo yatupati. Yesu ni mtu wa namna gani? Watu wa Karatu nataka kuchanganyikiwa
wa sasa kwa utamu wa Yesu. Yesu ni mtu wa namna gani? Watu wa Karatu, nisikia unasema haleluya. Lakini pia huyu mchungaji alikuwa anatembea na kitu kama rungu. Nisikia unasema haleluya. Kazi ya rungu ilikuwa ni moja tu, akitokea mbwa mwitu analo rungu la mchungaji. Ndio maana tukishaokoka, yakitokea mapepo rungu la mchungaji lipo, wakitokea wachawi rungu la mchungaji lipo, yakitokea magonjwa rungu la mchungaji lipo, yakitokea matambiko rungu la mchungaji mwema lipo. Shamaya, simama juu ya miguu yako, simama juu ya miguu yako, simama juu ya miguu yako. Mkutano, simama juu ya miguu yako. Kimbia mbele haraka, 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 kimbia mbele haraka. Mkutano, kimbia mbele haraka, kimbia mbele haraka. Sasa namwona Mungu akiwa tayari kutenda miujiza. Sasa namwona Mungu akiwa tayari kuponya na kuokoa. Sasa namwona Mungu akiwa tayari hai. Sasa namwona Mungu akiwa tayari kutenda miujiza. Leo kuna watu wengi wanaokolewa leo. Leo kuna watu wengi wanaponywa. Leo kuna watu wanatendewa mambo yasiyokuwa ya kawaida. Leo kuna watu walioteswa na mizimu na mapepo na ushirikina. Bwana anawatembelea katika jina la Yesu. Kimbia mbele, kimbia mbele, kimbia mbele. Yesu ni mtu wa namna gani hai? Yesu ni mtu wa namna gani? Yuko hapa jioni ya leo akusamehe dhambi zako. Yesu yupo jioni ya leo aondoe magonjwa yako, aondoe mateso yako. Rungu la mchungaji mwema lipo mahali hapa. Hakuna pepo itabaki, hakuna jini litabaki, hakuna dhambi itabaki. Yupo, 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 yupo. Yesu yuko tayari afanye jambo kubwa katika maisha yako. Na nina uzoefu kwenye kuhubiri. Ukiona wanaita watu kuja mbele, wale wanaong'ang'aniaga nyuma waga ni wale wale, waga ni wale wale. We kama sio wale wale, piga hatua haraka, njoo mbele, njoo mbele, tuende kumuita Bwana. Sasa ninahitaji mkutano wote, nyosha mikono yako juu kwa Bwana. Najua kuna nguvu ya Mungu imeshaanza kutembea. Najua kuna uweza wa Bwana umeshaanza kutembea. Najua kuna neema ya Mungu ni nyingi jioni ya leo. Yesu ni mtu wa namna gani? Hakuna aliyemkimbilia akabaki kama alivyo. Yeye ni yote katika yote. Huyu aliyegeuza maisha ya Zakayo ni yule yule anaweza kukugeuza wewe. Huyu aliyemponya Zakayo, aliyebadilisha historia ya Zakayo, historia yako inabadilika. Wewe utakuwa mwenye dhambi tena, wewe utakuwa mwovu tena. Leo unaingia kwenye uwanja huu ukiwa mwovu na mchafu, lakini unatoka hapa umetakasika. Mkutano wote nyosha mikono yako juu. Nataka nikuombee maombi haya. Fumba macho yako. Huu ni wakati nyeti sana, wala mtu asikushughulishe, wala mtu asikuongeleshe. Baba, katika jina la Yesu, wewe unaweza. Baba, wewe unatosha. Wewe ni mtu wa namna gani? Wewe ni mponyaji, wewe ni mwokozi, wewe unatosha, wewe unaweza. Na jioni ya leo nimetangaza habari zako, wewe ambaye ulimgeuza Zakayo. Hata leo hapa Tanzania wapo watu, serikali ya Jamhuri ya Muungano inahangaika na wala rushwa, hata TAKUKURU zimeundwa. Lakini Bwana, Zakayo alipokutana na wewe akageuka, akabadilika tena, na wewe ukasema ya kwamba wewe umekuja ili kuokoa, kutafuta na kuokoa kilichopotea. Yuko mwanamke huyu ambaye amepotelea kwenye dini. Yuko kijana huyu ambaye amepotelea dhambini. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, na itaweza wako na nguvu zako, mamlaka yako ikashuke mahali hapa. Yesu, nakemea nguvu ya dhambi ndani ya watu hawa, roho za uovu ndani ya watu hawa. Yesu, naomba jifunue jioni leo, jidhihirishe
Nakuonyesha jioni ya leo, na wako wanawake, wako wanaume ambao wanakutaka wewe Yesu, uliyemgeuza Zakayo, wewe uliyeniponya mimi magonjwa, uliyeondoa mizimu, mkutano mkubwa. Wapo watu ambao wanakuhitaji wewe, ambao wanakutaka wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wewe ambaye unasema, mchungaji, leo siondoki hapa, namtaka Yesu aingie ndani yangu, aniokoe na kuniponya. Nyosha kabisa mkono wako juu. Nyosha juu, nyosha juu. Mkono wako wa kushoto kifuani mwako, mkono wako wa kulia nyosha juu. Nyosha juu. Na unaogopa nini? Paka kule nyuma, paka huku, paka kule, paka kule. Wewe unayesema, leo hii siondoki hapa, leo ninaokoka, nampa Yesu maisha yangu, huyu anigeuze aliyemgeuza Zakayo. Niendelea kunyosha mkono wako juu kabisa. Sasa wewe ulionyosha mkono wako juu, piga hatua, njoo mbele. Kuanzia kule nyuma kabisa, kule nyuma kabisa. Kimbia, 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 kimbia. Kimbia haraka. Zakayo alifanya upesi alipoitwa na Yesu, alifanya upesi. Fanya upesi, njoo. Endelea kunyosha mkono wako juu tukuone. Endelea kunyosha. Njoo, 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 njoo. Wahudumu na watu mliookoka, wasaidie hao walionyosha mikono yao, wasaidie waje mbele, wasaidie waje mbele. Kuna watu wako kule, kuna watu wako kule. Unajua kuna vita sasa hivi. Kuna shetani anamwambia mtu asije, lakini mwingine anamwambia nenda. Kuna mwingine anakatazwa na ibilisi, lakini njoo mbele, njoo mbele. Kimbia haraka, 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 kimbia haraka. Wapo watu wengi 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 wanamtaka Yesu. Hakuna lugha nyingine ya kutumia. Ni saa ya kuokoka, ni saa ya kuokoka, ni saa ya kuokoka. Wahudumu, hebu wapange vizuri ya watu. Ni saa ya kuokoka. Msianze kuombea watu. Najua kuna uwepo mwingi hapa. Msianze kuombea watu tafadhali. Msianze kuombea watu. Najua pepo zimeshaanza kuondoka, majini yameshaanza kuondoka. Msianze kuombea watu tafadhali. Nataka tuombe maombi ya muhimu kwanza. Mikono yako miwili yote juu kabisa. Juu kabisa, juu kabisa. Juu kabisa. Wewe unayetaka kuokoka. Wengine kule, shusheni mikono yenu. Nimesema wewe ambaye umekuja mbele unamtaka Yesu, nyosha mikono yako juu kabisa. Nataka nikuombee maombi haya. Ukiwa umefumba macho yako, rudia maombi haya pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako jioni ya leo. Na kuomba, Bwana Yesu, unisamehe dhambi zangu zote, dhambi ninazozikumbuka na dhambi nisizozikumbuka. Yesu, ninakuomba ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo mimi ninaokoka. Sema maneno haya kwa nguvu. Sema, kuanzia leo mimi ninaokoka. Nimeelewa jioni ya leo, wewe ndiwe unayeweza kubadilisha maisha. Wewe uliyembadilisha Zakayo, nibadilishe na mimi. Wewe uwe mtetezi wangu, wewe uwe mtetezi wangu, mtetezi wangu wa dhambi zilizonitesa, mwokozi wangu wa dhambi zilizonitesa, mtetezi wangu kutoka kwenye maonevu ya shetani. Kuanzia leo mimi ni mtoto wako, mimi ni mtoto wako, katika jina la Yesu, amen, amen. Hebu niangalie hapa, sema amen. Wahudumu, naomba wahudumie hawa watu tafadhali. Wahudumie hawa watu. Na nilitaka kujua mwisho. Mwisho ni pale kwa wahudumu pale, ule mstari pale. Naomba wahudumie hawa watu. Alafu wakati hawa wanaendelea,
kuhudumiwa, tafadhali naomba watu wengine ambao mna matatizo mbalimbali, una shida, umekuja hapa, unataka ukutane na nguvu za Mungu, na wewe endelea kupanga mstari hapo nyuma. Wakati tunapoendelea, tutakuwa tunaimba wimbo huu pole pole, ni wewe, ni wewe Bwana. Tunaimba ni wewe, ni wewe, waimbaji, ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana. Bonge itikia, bonge itikia. Ni wewe, haleluya, ni wewe, haleluya, ni wewe, ni wewe Bwana. Imba ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana. Oh, imba ni wewe, ni wewe, haleluya, ni wewe, haleluya, ni wewe, oh, ni wewe Bwana unayeponya, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe, mkutano mzima nyosha mikono juu, tumwabudu Bwana. Mkutano mzima tumwabudu Bwana. Mkutano mzima tumwabudu Bwana. Mkutano, imani wewe Bwana. Haleluya. Imani wewe. Mkutano, imani wewe. Haleluya. Mkutano mzima waabudu Bwana. Ni wewe. Oh, ni wewe Bwana. Oh, ya leo. Ni wewe. Haleluya. Ni wewe. Haleluya. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Imba ni wewe. Ni wewe. Haleluya. Ni wewe. Mkutano imba. Ni wewe. Imba. Ni wewe Bwana. Tenda miujiza. Ni wewe. Kwa miujiza. Ni wewe. Tetezi wetu. Ni wewe. Ni wewe. Mchungaji mwema. Ni wewe. Haleluya. Ni wewe. Oh. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Uliyechinjwa. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Wahudumu mkimaliza mniambie. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Miujiza Bwana. Ni wewe. Wa maajabu. Ni wewe. Hey, 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 hey. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Sioni ya leo Bwana. Ni wewe. Shama ya rabosha. Ni wewe. Hey, hey, hey. Ni wewe. Imani wewe. Wewe ni wewe
ziko tayari. Sasa ni wakati wa miujiza. Kusanya hizo karatasi. Rudisha maiki yangu ilikokuwa hai. Rudisha hizo maiki, turudisha hizo karatasi tafadhali. Hizo karatasi zikusanywe, ni karatasi za muhimu hai. Ni karatasi za muhimu tafadhali. Sasa wewe ambayo unahitaji Bwana afanye muujiza kwenye maisha yako hai, weka mkono wako wa kushoto kifuani mwako, mkono wako wa kulia nyosha juu. Wewe ambaye unataka Bwana aingilie kati katika jina la Yesu, Bwana afanye jambo kubwa. Wahudumu mko wapi? Weka mikono juu ya watu hawa, ni watu wengi sana. Weka mikono juu yao, na sasa nguvu za Mungu zinakwenda kushuka na kutenda miujiza na maajabu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, kwa jina la Yesu, sasa ni wakati wako wa kushuka na kutenda ishara, miujiza, maajabu. Sasa mapepo anza kuondoka, sasa majini anza kuondoka, sasa uchawi anza kuondoka, sasa nguvu mbaya anza kuondoka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka. Mapepo anza kuondoka, majini anza kuondoka, anza kuondoka. Toka kwa jina la Yesu. Toka nguvu mbaya, toka uchawi, toka wanga, toka ushirikina kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe pepo bubu, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka. Wanaume mko wapi hapa mbele? Anza kuondoka. Pepo wabaya, nguvu mbaya, maruani, makata, uchawi wote, ushirikina wote, hayaanza kuondoka, hayaanza kuondoka, hayaanza kuondoka, hayaanza kuondoka. Watu wanafunguliwa, mapepo yanaondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ongeza nguvu wanaume hapo kwa jina la Yesu. Wahudumu hiyo pepo hapo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nikizaza, nikizaza, nikizaza. Bwana anatembea, uwezo wa Bwana unatembea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ondoka, ondoka, ondoka pepo, ondoka uchawi. Watu wa Babati, mapepo yanaondoka. Watu wa Babati, uchawi unaondoka, wanga unaondoka. Wewe kipofu, anza kuona. Wewe kiziwi, anza kusikia kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe uliyekuja na magongo, acha magongo hayo, anza kutembea. Wewe mwenye kansa, kwa jina la Yesu aliye hai, pokea, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako. Watu wa Babati, watu wa Babati, njoni muone, njoni muone. Mapepo yanaaga, uchawi unaaga, wanga unaondoka kwa jina la Yesu. Mizimu inaondoka. Ayayayayayayaya, ayayayayayaya. Moto, 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 moto kule nyuma. Moto, 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 moto. Hawa watu walete huku. Moto, 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 moto. Paka kule nyuma. Moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto kwa jina la Yesu aliye hai. Wahudumu, endelea kuombea watu, endelea kuombea watu. Umekuja uweze kutembea, nyanyuka kwenye kiti, anza kutembea. Miguu yako ikatiwe nguvu tena, ikatiwe nguvu tena, ikatiwe nguvu tena, ikatiwe nguvu tena. Wahudumu, weka mikono juu ya watu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mapepo majini kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wahudumu wengine waje kuombea huko juu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hao wanaodondoka leta hapa, leta hapa juu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, kizaza hapo, hapo kizaza, hapo kizaza, kizaza hapo, hapo nyuma, hapo nyuma, kizaza pale kwa jina la Yesu aliye hai. Anatembea. Ayayayayayayayaya, ayayayayayaya. Eko nguvu ya Mungu hapa, uweza wake uko hapa, mamlaka yake iko hapa. Ayayayayayaya, pokea. Watu wanaodondoka leta hapa juu.
jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ni kizaza moto, 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 moto. Hakuna mzimu na baki. Moto, moto. Hakuna maruani, hakuna makata. Moto, moto umewaka, 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 umewaka. Watu wa Babati, watu wa Babati, moto umewaka. Moto, 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 moto unawaka, 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 unawaka. Yesu ni mtu wa namna gani? Akihubiriwa kwa usahihi, mapepo yanaondoka. Ni kizaza kwenye mkutano. Shamo ya Ramasaka, Shapoporo ya Mara. Nguvu za Mungu zinatembea, uweza unatembea. Haya, huyo mama ana chini hapo. Haya, hilo chini hapo. Haya chini, kwa jina la Yesu. Haya chini, kwa jina la Yesu aliye hai. Upo uweza usio wa kawaida hapa. Iko nguvu usio ya kawaida hapa, kwa jina la Yesu. Haya, huyo kijana amevimba tumbo. Ni mapepo hayo. Hayo ni mapepo hayo. Hayo ni mapepo. Haya, wengine peleka kule. Wamekuwa wengi. Wengine peleka kwenye hema kule, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya, hayo mapepo kwenye hilo tumbo, hayo majini kwenye hilo tumbo lilojaa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, kwa jina la Yesu aliye hai. Moto, 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 kwa jina la Yesu. Kansa, toka, 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 kwa jina la Yesu. Haya mizimu, haya mizimu, haya mizimu, haya mizimu, haya yo mizimu hapo, haya yo mizimu hapo, hiyo mizimu hapo, hiyo mizimu hapo, hiyo mizimu hapo. Hakuna kumwacha mtu na mateso. Hiyo mizimu hapo, hiyo mizimu hapo, kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea muujiza wako. Kwa jina la Yesu. Ndugu zangu wa Babati, Yesu ameshuka. Yesu ameshuka. Yesu ameshuka. Wewe wanaume mko wapi? Ongeza nguvu. Wahudumu ninyi watu mliookoka hapo, fanya huduma hapo, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, leta huko juu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bado nguvu za Mungu zinatembea. He is moving. He is moving. He is moving. He is moving. Anatembea. Anatembea. Wewe uliyekuja na magongo, tupa magongo yako. Anza kutembea kwa jina la Yesu aliye hai. Uweza, 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 kwa jina la Yesu. Pokea. Haya, hapo kuna muujiza. Hapo nyuma kabisa kuna muujiza hapo. Kuna muujiza hapo. Kuna muujiza hapo. Kuna muujiza hapo. Kwa jina la Yesu. Kuna muujiza hapo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana anatembea kufika kuliko kawaida, kwa jina la Yesu aliye hai. Haya, huyo mama hapo, majini hayo. Haya majini hapa. Hapa, hapa, hapa. Haya jini ondoka. Haya jini ondoka. Haya ondoka. Wewe uliyeombewa usiondoke hapo ulipo. Haya jini ondoka. Haya jini ondoka. Haya jini. Haya jini. Haya jini. Haya jini. Haya jini. Haya jini. Wewe mchungaji, usimwache huyu mama hapa. Hapa jini hilo. Hilo ni jini bubu. Kwa jina la Yesu. Bado watu wanaendelea kuhudumiwa kwa nguvu isiyo ya kawaida, kwa uweza usio wa kawaida, kwa jina la Yesu aliye hai. Hii ni operation Chakaza, kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea muujiza wako. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Babati, Babati, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.
mchungaji mwema ametokea, yuko na lile rungu, yuko na lile rungu, anapiga kila pepo, anapiga kila jini. Yupo mtetezi wako aliye hai milele na milele, yupo kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Bado watu wanaponywa, watu wanafunguliwa, watu wanafunguliwa, watu wanaponywa. Nguvu za Mungu zinatembea, uwezo wa Bwana unatembea kupita maelezo kwa jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Bado watu wanaendelea kuponywa. Hebu angalia kule nyuma kwa jina la Yesu. Uwepo wa Mungu ni mwingi jioni ya leo. Wahudumu msiache mpaka niseme amina. Kwa jina la Yesu aliye hai, uwepo wa Mungu bado ni mkubwa. Watu wanaendelea kuponywa jioni ya leo kwa jina la Yesu. Watu wanaendelea kufunguliwa kwa jina la Yesu aliye hai. Hakuna ugonjwa unasalia ndani yako, hakuna pepo inasalia, hakuna jini inasalia, hakuna uchawi unasalia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Watu wanaponywa, watu wanaponywa, watu wanafunguliwa, watu wanapokea miujiza yao kwa jina la Yesu. Haya, toa hilo jini hapo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hilo jini hapo, haya kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu. Yes. Asante mwekazi na wetu mzee Shira pale. Hiyo pepo hapo, hilo ni jini kwa jina la Yesu aliye hai. Asante sana mzee Shira pale, kwa jina la Yesu. Pepo wachafu, nguvu mbaya, ondoka, ondoka, ondoka giza kwa jina la Yesu Kristo. Toka hama, toka, ondoka, toka nguvu za giza, toka uchawi kwa jina la Yesu. Watu wanaponywa, watu wanaponywa. Haya pale nyuma, watu wanaponywa. Pokea muujiza wako. Shamo, 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 shimaya, shanteribo, roboboshia, kwa jina la Yesu aliye hai. Uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima. Wahudumu ongezekeni pale. Uwe mzima, uwe mzima. Natangaza uzima juu ya maisha yako. Natangaza uponyaji juu ya maisha yako. Natangaza muujiza juu ya maisha yako kwa jina la Yesu aliye hai. Ameshuka mtetezi wako, ameshuka, ameshuka jioni leo. Pokea. Yes. 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 Hebu sogea mbele. Sogeni mbele, sogeni mbele. Sogea mbele, sogea mbele, sogea mbele. Ninyi nyote sogea mbele, sogea mbele, sogea mbele. Sogea mbele. Sogea mbele. Ninyi watu ambao mmempa Yesu maisha yenu leo na leo ni Ijumaa, Alhamisi, Jumatano na Jumanne tulikuombea hapa kwenye mkutano huu. Naomba kimbia, njoo mbele haraka. Kimbia, njoo mbele haraka. Kimbia, kimbia haraka. Kimbia haraka, kimbia haraka, kimbia haraka. Kimbia haraka. Kimbia haraka, kimbia haraka. Kimbia haraka, kimbia haraka. Kimbia haraka. Kimbia haraka, kimbia haraka. Kimbia haraka. Kimbia haraka. Kimbia haraka. Sasa niwaombe ninyi nyote ambao mmempa Yesu maisha yenu. Twende. Yuko wapi mchungaji aliyenyosha mkono? Naomba twende pale hemani pale. Sisi wote hapa. Naomba twende pale. Twende hapa. Hapa nje hapa. Naomba wahudumu tusaidie. Nyote wenye mikanda kuanzia kule kabisa kwa mwinjilisti Ruthi kule. Naomba tuje, naomba tuje, naomba tuje. Twende hivi. Twende hivi, twende hivi. Usiogope. Twende. Ukapate na ushauri, ukapate na mausia. Twende. Wahudumu mshike jirani yako mkono, huyo rafiki yako, nenda naye hapo.
Sasa wale ambao wameponywa, tunahitaji shuhuda. Nini Mungu amefanya? Yesu ni mtu wa namna gani? Yesu ni mponyaji. Mungu amefanya nini? Tunataka tujue. Naomba wengine wote twende. Kesho tupo tena. Wale wagonjwa na wenye shida mbalimbali mnaalikwa. Ulali usingizi, mara usiku umekimbizwa, mara unatembelewa na watu wajui usiku. Watanzania wote wa hapa Babati na waiteni. Kama una mgonjwa yuko mbali, huwezi kumleta, leta picha yake. Una mgonjwa yuko nyumbani, njoo naye, msafirishe. Hata kama yuko hospitali, omba discharge kwa imani. Yesu yuko hapa, mtenda miujiza. Hawa watu ni wengi. Wahudumu, naomba wapitishe polepole hapa, waende hivi. Hawa ni watu wa maana sana. Hawa ni watu wa maana sana. Sasa niombe, kesho nitakuwa na maombezi kwa watu maalum kama Roho atakavyoniongoza. Na kwa hiyo naomba twende. Naomba twende hapo. Na kuna watu wengine wana walaana wamekuja hapa, naambiwa wanabeba vitu vya watu, wanaiba, wanajifanya wahudumu, wanawaibia watu. Washindwe kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tukutane tena kesho. Niombe muhusika tafadhali achukue kilongalonga ili kuweza kumalizia mkutano na kuaga watu. Bado shuhuda. Nataka kufanya kosa la kiufundi hapa. Kuna watu wameponywa, watu wamefunguliwa. Kuna miujiza imefanyika hapa. Jamani, haleluya. Kuna miujiza imefanyika hapa. Tafadhali, hebu njoo dogo, njoo. Hebu tusikie miujiza. Wale watu ambao wameponywa, wamefunguliwa. Shuhuda huko. Wale watu wameponywa, tunaomba mike tafadhali. Mike, mwinjilisti mwenzangu, asante sana. Kijana, unaitwa nani? Naitwa Paulo. Unaitwa Paulo? Ndio. Paulo, naona una vidonda mdomoni, umedhoofu. Ulikuwa na shida gani Paulo? Ulikuwa unasumbuliwa na nini? Tumbo. Pole sana Paulo. Tumbo limekusumbua kwa muda gani? Na saa sita. Na saa sita? Limekusumbua muda gani tumbo Paulo? Miezi mitatu. Jamani, mnamwona Paulo amedhoofu paka na vidonda midomoni mwake. Nini kimetokea Paulo baada ya maombi? Nini? Unajisikia vizuri sasa hivi Paulo? Ndio. Shetani mbaya sana. Baba, kwa jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya kijana huyu Paulo ambaye Bwana umemponya na mapepo na majini yaliyokuwa yamesumbua tumbo lake hayana sehemu tena katika maisha yake. Kwa jina la Yesu, uwe mzima Paulo. Amen. Naomba mtu mmoja wa kanisani amchukue Paulo. Binti yangu, naitwa nani? Naitwa Esther. Esther. Ndio. Esther, nimeona umeshikwa na watu wengi. Ulikuwa unasumbuliwa na nini Esther? Nilikuwa nasumbuliwa na tumbo linaniuma sana kwa miaka mitatu. Kwa miaka mitatu. Jamani, sikilizeni, Esther alikuwa anasumbuliwa na tumbo kwa miaka mitatu. Pole sana Esther. Asante. Ulikuwa umeshaenda hospitali? Nimeenda hospitali nikaambiwa vidonda vya tumbo. Nikatumia dawa lakini bado sijapata uponyaji. Pole sana Esther. Sasa nini kimetokea baada ya maombi? Baada ya maombi kwa kweli Mungu ameniponya sana. Tumbo lilikuwa linanisumbua lakini kwa sasa nimepokea uponyaji. Jamani, wewe kama sio mchawi wa Babati, makofi kwa Yesu aliye hai. Baba, ninakushukuru sana kwa ajili ya binti huyu ambaye alikuwa ameteswa na tumbo kwa muda mrefu, lakini Bwana wewe umeweza kumponya leo. Namweka mikononi mwako kwa jina la Yesu. Amen. Ndio mama yangu hapa. Hebu nani tukuone vizuri. Unaitwa nani? Madao Mari. Na? Madao Mari. Unaitwa Madao Mari? Ndio. Unakaa wapi? Langoni. Langoni.
Ulikuwa unasumbuliwa na nini? Na kichwa. Kichwa. Kwa muda gani? Toka mwaka jana mwezi wa 4 na mpaka leo na mwaka mzima. Pole sana. Nini kimetokea baada ya maombi? Nimejikuta tu nimeanguka. Umejikuta umeanguka. Baada ya hapo? Nimejikuta mwili umelegea. Sasa hivi unajisikiaje? Sasa hivi sio mbaya. Hali sio mbaya. Hali sio mbaya. Sasa sisi hatutaki iwe hali sio mbaya. Tunataka uwe mzima kabisa. Baba, kwa jina la Yesu, mwanamke huyu tumweka Bwana mikononi mwako tena kwa mara nyingine tena. Bwana, asante kwa sababu wewe umetenda muujiza kwake. Wewe umemponya. Baba, asante kwa muujiza huu. Tunakushukuru, tunakutukuza kwa kuwa wewe ni mwaminifu, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Asante sana, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Kwa leo inatosha. Niombe muhusika achukue kilongalonga na Mungu awabariki. Tukutane kesho. Yesu ni mtu wa namna gani? And bye bye. Tuonane kesho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sema na bado. Sema na bado. Matangazo machache, alafu yawezekana kuna mtu alimshika mtoto wa huyu mama wakati anaombewa. Nilimwona alikuwa mahali pale. Una mtoto wake, mlete. Lakini pia naona ni ufunguo wa pikipiki, lakini pia tuna funguo ya nyumba na pia tuna simu. Kwa hiyo utakuja tu hapo, utaniambia simu yako ni ya namna gani.